to the sinner and gives him life. Damu ya watakatifu inabadilisha maisha yetu kutoka kwenye dhambi, yani inabadilisha maisha yetu kutoka kwenye dhambi samani. So the sinner no longer have to die for his sins. So the person who sinned don't need to die because of the sin anymore. Okay. Mtu ambaye ametenda dhambi sio kwamba anaweza kufa kwa sababu ya dhambi zake, hapana. So because of this, we understand that the blood of Jesus transmits righteousness to us through faith. Tunaenda kuona kwamba damu ya Yesu Kristo inaenda kutupatishia uzima kupitia imani ambayo sisi tunao. And it gives eternal life for those who believe in him. Na inaenda kutoa maisha ya milele kupitia wale wanaomwamini. And we'll read another text in John 6:53-54. Tunaenda kusoma pia kwenye andiko la Yohana sura ya 6 mstari wa 53 hadi 54. So it says, "Then Jesus said to them, 'Most assuredly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up in the last day.'" Tunasoma Yohana sura ya 6 mstari wa 53 hadi 54. Basi Yesu akawaambia, "Amini, amini nawaambieni, msipokula mwili wake mwana wa Adamu, Basi Yesu akawaambia, "Amini, amini nawaambia, msipokula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake na kuinywa damu yangu, nao uzima wa milele, nami nitafufua siku ya mwisho." Samahani, naona kama narukaruka, samahani. Sorry. Basi Yesu akawaambia, "Amini, amini nawaambieni, msipokula mwili wake mwana wa Adamu na kunywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho." Amen. Amen. So when we eat the flesh and drink the blood of Jesus, his life is transmitted to us. Tunapokula mwili wake na kunywa damu yake, tunakuwa na imani ndani ya Yesu. So we see the action of the blood transmitting life to the sinner. Tunaona jinsi gani damu